Uje Roho Mtakatifu, tuangaze toka mbingu. Uje Baba wa masikini, uje mtoa wa vipaji, uje mwanga wa milele. Uje Roho Mtakatifu, uje mtakatifu, uje matakatifu. Uje Roho Mtakatifu, uje mtakatifu wa Mungu. Lolo Roho Mtakatifu, lolo Roho Mtakatifu, dunia inakuhitaji, mfariji wa wote, penye joto kiburudisho. Uje Roho Mtakatifu, fariji wa wagonjwa. Matendo ya Mitume linasimulia jinsi tukio la ujio wa Roho Mtakatifu ilivyotukia siku ile ya Pentekoste, kuwa upepo wa nguvu na ndimi za moto ambazo ni alama ya uwepo wa Roho Mtakatifu viliwashukia mitume kwa nguvu ya Roho. Mitume walipata ujasiri wa kuhubiri Injili, pia umoja na uelewano uliopotea sababu ya dhambi uliletwa tena kati ya mataifa, kwa maana watu wote walisikia mitume wakisema kwa lugha zao matendo makuu ya Mungu. Ndiyo maana utanguliza wa sherehe ya Pentekoste unasema, hapo mwanzo wa kanisa aliyafundisha mataifa yote kumjua Mungu, akawaunganisha watu wa lugha mbalimbali katika kuungama imani moja. Somo la pili la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto linatueleza kuwa Roho Mtakatifu ni msingi wa karama na huduma mbalimbali katika kanisa. Yeye ndiye anayefanya karama hizo zilete faida na umoja katika jumuiya nzima, kama viungo mbalimbali vya mwili vinavyosaidiana kwa faida ya mwili. Ndio maana katika sala baada ya komunio, padre anasali akisema, Mungu umelijalia kanisa lako mapaji yako ya mbinguni, uilinde neema hiyo uliyotujalia, ili mapaji ya Roho Mtakatifu tuliyoyapokea yasitawi daima, nacho chakula cha Roho kituongeze ukombozi wa milele. Injili ilivyoandikwa na Yohane inatufundisha kuwa Roho Mtakatifu aliyefanya kazi ya kuunganisha mitume na Yesu mfufuka, na sasa anawaunganisha watu na Mungu kwa kuwaondolea dhambi zao. Pato la kazi hii ya Roho Mtakatifu ni amani kati ya Mungu na watu. Ndiyo maana katika sala ya kuombea dhabihu, padre kwa niaba ya jamii ya waamini anasali, Bwana, tunakuomba Roho Mtakatifu atufumbulie zaidi siri ya sadaka hii, kama alivyotuahidia mwanao. Atujulishe pia ukweli wote kwa rehema yake. Kihistoria, katika Agano la Kale, Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya wakulima wa Kanaani ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mazao mapya waliovuna na kumwomba hawajalie tena mavuno mengi na mazuri msimu ufuatao. Hivyo iliitwa sikukuu ya mavuno, au sikukuu ya mavuno ya kwanza, au sikukuu ya majuma, kwa sababu iliadhimishwa majuma saba baada ya Pasaka. Sikukuu hii ya shukrani ni agizo la Mungu kwa Waisraeli baada kutolewa utumwani, na itakuwa ukisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na
kukaa ndani yake. Twa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi yakupayo Bwana. Mungu Mwenyezi atujalie kuyajua matendo ya Roho Mtakatifu na kumuomba tufungwe mioyo yetu wanadamu, tumjue Mungu, tumpende na tumtumike, tufike kwake mbinguni. Uje Roho Mtakatifu utuangazie.